Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumekuwa na mfululizo wa somo la kusikia sauti ya Mungu ambalo tulianza nadhani kama wiki 3 zilizopita, na tulisimamia kwenye ile Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 16. Ndipo tuliposimamia. Napenda kila siku kurudia kwamba tunasimamia katika Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 16. Biblia inasema kwamba kwa kuwa Mungu husema mara moja, naam hata mara ya pili japokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, ndipo yafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Kwa maneno mengine kwamba sisi tuna mambo yetu ambayo tunayapenda, tuna mambo yetu ambayo tunataka tuyatende na tuyafuatilie. Lakini Mungu anapoongea na sisi kwa siri, kwa sababu Mungu anaposema anaongea na wewe katika maono ya usiku, katika ndoto, ni mahali pa siri. Wakati unapokuwa umetulia, hakuna kelele, hakuna chochote, na wakati mwingine ufahamu wako unakuwa hauingizi mambo yako, ndipo Mungu sasa anaponena na wewe. Anasema kusudi kubwa ni kuyafunua masikio yako au yangu na kuyatia muhuri mafundisho yangu. Kwa kuna wakati ambapo Mungu anataka anene na wewe. Unajua kwa sababu ya shughuli nyingi tunazokuwa nazo, mara nyingi ni vigumu sana mchana kusikia sauti ya Bwana. Kwa sababu tuna shughuli nyingi. Umewaza lile, umetoka hapa, unawezekana uko hapa Charambe lakini ukawa haupo. Tayari uko Mbeya, tayari uko Songea. Lakini Mungu anakungoja wakati sasa umejilaza. Ni kwamba huna tena namna, umelala kitandani. Sasa yeye anaweza kuzungumza na wewe. Atapitia ndoto, atapitia maono, ili aweze kufunua yale mambo ambayo yako ndani yako na kuyatia muhuri. Unakuta kwenye Biblia watumishi wengi isiyo ya kawaida, bali kwa njia ya kawaida. Yaani mtu anaposikia sauti ya Mungu, hutatumia nguvu katika kuongea naye katika maonyo, kwa sababu ni Mungu anaongea naye. Tunaona kabisa kwamba sauti ya Mungu ndiyo ambayo inabadilisha maisha ya mtu. Na nilisema ile siku ya kwanza kabisa kwamba sauti ya Mungu ndiyo ambayo inazuia faraka na kugawanyika. Kwa sababu mtu ambaye anasikia sauti ya Mungu lazima atatembea kwenye mapenzi ya Mungu, hatatembea kwenye matakwa yake, hatatembea kwenye utashi wake, hatatembea kwenye maamuzi yake. Na pia sauti ya Mungu inaturahisishia sisi kufanya huduma, kwani inakuwa na majibu. Kuna wakati unaweza usiwe na majibu ya maisha yako, lakini unaposikia sauti ya Mungu inakupa majibu, na inakuwa ni sirini, hai kwa watu wote, lakini Mungu anaongea na wewe. Kwa hiyo inakupa majibu, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye kazi yako, iwe ni kwenye biashara yako, popote pale sauti ya Mungu inasaidia kukupa majibu. Kwa hiyo ni bora kusikia neno moja kutoka kwa Bwana kuliko kusikia maneno 1000 ya watu. Yaani neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina uweza. Neno la Mungu linakubadilisha. Kwa hiyo ukisikia neno moja tu kutoka kwa Bwana, ni faida kubwa kuliko kusikia maneno 1000 ya watu wengine au ya mtu mwingine. Bwana asifiwe. Unakuta mara nyingi wanaosikia sauti ya Mungu au walio na bidii ya kutafuta, kujifunza, kutaka kusimama na kusikia sauti ya Mungu, hao ndio kondoo wake. Yaani hao ndio wanakuwa kondoo wa Mungu, kwa sababu wanasikia sauti yake. Tukisoma katika ile Yohana 10 mstari wa 27, Yohana 10 mstari wa 27, Biblia inasema, kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami na wajua nao wanifuata. Narudia, Yohana 10:27 asema, kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami na wajua nao wanifuata. Hii sauti tunayozungumza hapa ni sauti ya Yesu. Kwa hiyo wale wanaosikia sauti ya Yesu ambalo ni neno lake, wale wenye uwezo kulisikia neno wakaliamini, anasema hao ndio ambaye yeye anawajua na wao wanamfuata.
Kwa hawatamfuata mtu mwingine mwenye sauti ya tofauti, au hawataweza kutembea nje ya sauti ya Mungu, wanatembea katikati ya sauti ya Mungu. Kwa kondoo huwa anachukuliwa kama mjinga. Yaani kumweka kondoo na mbuzi, mbuzi anaonekana na akili, lakini mara nyingi kondoo anaonekana kama mjinga, kwa sababu yeye huwa hana maamuzi yake. Mara nyingi hutembea akiwa tu ameinama kichwa chake chini. Yeye huwa anamfuata tu Yesu, anafuata mchungaji. Unajua tunaposoma kwetu inakuwa vigumu kuelewa, lakini kuanzia mwanzo ukiangalia kwa Wayahudi, kuanzia asili yao, mchungaji alikuwa anakaa mbele ya nani? Ya kondoo. Yaani hawa kondoo kabisa wa kuchunga. Kwa alikuwa mchungaji anapokwenda, wale kondoo wanamfuata nani? Mchungaji. Siku hizi tofauti, kwetu sisi mchungaji anakaa wapi? Nyuma ya wanyama. Lakini katika historia au katika taifa la Wayahudi, wanapokwenda kuchunga, mchungaji anatangulia wapi? Mbele. Alafu kondoo anafanya nini? Wanamfuata nyuma. Kwamba anapopita yeye sasa anahakikisha kwamba tunakwenda salama. Kwa kondoo yeye hawi na macho ya kushoto wala kulia, anamwangalia nani? Mchungaji. Na anasikiliza kile mchungaji anachokiongea. Anasema kwa hiyo walio kondoo wanamsikiliza mchungaji wao na wao wanamfuata. Mahali pengine anasema kwamba hawatasikia kelele za wageni kwa sababu wanamjua mchungaji wao. Mchungaji wetu ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatulinganisha na kondoo kwa sababu ya mwili. Kwani huwa kuna wakati sauti ya Mungu inaonekana kama haina maana, hasa inapotusemesha au unapoambiwa mahali fulani ondoka uende mahali fulani. Kibinadamu ni ujinga, ila kwa Mungu ni utii. Ibrahimu alisemeshwa na Mungu, akaambiwa ondoka katikati ya jamii yako uende ninakokuambia. Hakutajua ni wapi. Kiakili ukianza kufikiria naanzaje kuondoka, ninakokwenda kuna nini? Lakini yeye aliitii sauti ya nani? Ya Mungu. Hakujua mbele kuna nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati Mgaya anasema tunakwenda Mbagala, yeye ndio aliyeambiwa. Mimi nikawa mjeuri, nikamwambia hivi, tutazunguka mpaka lini? Manake kulikuwa niseme ni neema au ni nini, kama tunapokwenda mnakuta kanisa ni dogo. Mungu anawasaidia, mnawekeza kwa namna mbalimbali, jengo likisimama Mungu anakuambia tuondoke, mnakwenda kanisa lingine dogo. Mnaenda mnafanya likisimama, anakuambia Mungu amesema mnaondoka. Nikamwambia nimechoka. Bwana asifiwe. Nikamwambia nimefanya nini? Nimechoka. Hapa siondoki. Alafu sasa anakutajia sehemu ambayo kwa miaka ile ulikuwa ukiambiwa Mbagala ni kama unakwenda kuzimu. Nikamwambia siendi, wewe nenda. Sasa nikifikiria watoto wangu, nasema wanangu, nasikia habari za Mbagala zilivyo, nasema wanangu hawajazoea kuishi maisha katika jamii kama tutakwendaje? Akasema haya mama tusibishane. Akachukua vyombo kiasi akaniambia mimi nakwenda. Nikamwambia nenda. Nikamwambia sitatoka hapa Mikocheni mpaka nisikie sauti ya Mungu. Ilikuwa ni kiburi Na Mungu nilikaa miezi 3 hakuna sauti ya Mungu. Mungu hakusema na mimi, sababu ilikuwa ni kiburi. Siku moja tukasema, nikamwambia kina Egi twende tukamtembelee baba Mbagala. Maana mimi nimebaki na watoto. Tulipokuja nilikuwa na hofia nini? Watoto wakafurahia. Wakati huko miguu ya kuku inauzwa nje, mihogo inakaangwa. Kule Mikocheni wanakaa kwenye geti. Wakasema mama huku ni kuzuri kuliko Mikocheni. Lakini kimazingira ilikuwa ni hali ya chini. Sasa tumekuja hapa eneo hili, nyumba ambazo zilikuwa na umeme zilikuwa ni 4 tu. Maji ilikuwa tunachota mtoni. Ilikuwa mna bomba. Ndio mimi nimehamia hapa. Hasa fikiria unatoka mahali ambapo una nyumba ya umeme, kila kitu kiko ndani, unakuja kujitwisha maji kutoka mtoni, maisha ambayo sikuwahi kuyaishi. Kwa kuna wakati kusikia sauti ya Mungu wapendwa ni kama ujinga. Ndugu zetu walitucheka,
marafiki wakacheka, wakaongea kila aina ya neno, wakasema na hata mkipata shida tutawasaidia kwa sababu mmekwenda bila kutumia akili. Sisi tunaelewana Kusikia sauti ya Mungu. Tulianza maisha, nyumba ilikuwa tunakaa ilikuwa haina choo. Choo mnaenda kwa jirani, akifunga usiku basi. Tumerundika vyombo, ile nyumba vyumba vile na simenti, vyumba vingine vyote haina simenti, ni vumbi. Ndio tumekuja watumishi. Kiakili mtu hakuelewi. Wakatuambia marafiki zetu, mngeenda kufungua kazi ya Mungu mahali kama tuseme Sinza, Masaki, tungewaelewa. Huko hata sadaka hamtapata, wala watu ni maskini. Ni kweli. Nasema kwamba kusikia sauti ya Mungu. Mtu anaposikia sauti ya Mungu ambaye anakuwa kama kondoo, ataonekana mjinga mbele ya watu wenye hekima ya dunia. Kwa sababu sauti ya Mungu inakusemesha, haikwambii mbele kutoka na nini, nakwambia nenda. Kwa hiyo tulikuja tukaishi maisha. Mkienda kwenye ibada watu wanao kuja mnaoshuhudia, ana kanda mbili ya njano, ana kanda mbili ya blue. Hao ndio washirika. Wakina Zakaria na wenzake. Kwa hiyo hawana mahali pa kula. Kwa wote wanakula nyumbani kwa nani? Kwa mchungaji. Maana unaoshuhudia wamechoka kama ulivyochoka. Unajua sasa hivi nikiongea ni kama hadithi. Kwa sasa alafu baada ya kuja sasa tumekaa muda mfupi kama baada ya miezi 7. Mgaya akaugua mwaka mzima yuko kitandani. Hainuki. Kwa nikaamua sasa hapa tutafanyaje? Nikasema unajua Mungu akanipa maarifa. Nikafungua mama nitilie rangi 3. Naamka asubuhi saa 8, yani naamka saa 8, saa 9, saa 10 nikawa nimepata mabinti na wapeleka. Naenda napika chapati, napika mandazi, naandaa supu. Saa 12 au saa 1 nawaacha, mimi narudi wapi? Nyumbani. Mgaya anaumwa. Mimi ndio mchungaji wa kuandaa ibada, ndio kutafuta pesa, kila kitu kwa mwaka moja. Hapo umesikia sauti ya nani? Huoni mbele kuna nini? Hasa mahali pa kuabudu nako ni changamoto. Tumeabudu pale tukafukuzwa. Tukaenda pale kwa Kinagetu tukapewa kachumba, mnapumuliana hewa. Kilemile akatuonea huruma, akatupeleka shuleni kwake. Tukaanza kuabudu, tukaanza kujenga ile jengo. Wapo umesikia sauti ya nani? Wale kondoo wanao tangatanga ambao leo amesikia huku amekwendea huku na kumwacha mchungaji na kukataa kusikia sauti yake, wanaonekana si kondoo wake. Mungu anajua watu wake ni wale wanaosikia sauti yake, ambalo ni neno lake. Bwana asifiwe. Hao ndio wanawake. Hivyo sauti ya Mungu itabadilisha maisha yako na ina miujiza mingi ambayo unaingojea. Narudia tena. Sauti ya Mungu itabadilisha maisha yako na ina miujiza mingi sana ambayo unaingojea. Unajua, nikupe mfano kitu kidogo tu. Unaweza kusikia sauti ya Mungu kwa njia nyingi. Nimesema kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto. Hasa ikatokea ukapata neema ya maono, ukaenda mbinguni. Na wewe ichukui dakika nyingi ukiwa mbinguni. Yaani umekaa saa dakika 10. Ukirudishwa hapa chini duniani, utaeleza miaka na miaka. Na kama ni kitabu, utaandika zaidi ya kurasa 200 kwa sababu huwezi kueleza yani Mungu alivyo. Huwezi kueleza jinsi Mungu anavyofanya kazi. Yani kwa lugha ya kibinadamu tuna mipaka ya kuelezea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuna mipaka kibinadamu ya kuelezea. Hasa ili tuweze kusikia sauti ya Mungu, kwanza inabidi uwe na muda wa kujitenga. Ili kusikia sauti ya Mungu, kwanza uwe na muda wa kujitenga. Kwa maana mengine kuwa na faraga ukiwa mahali pa upweke. Kwa unaamua kujitenga kimwili kwa muda fulani. Unajitenga kutoka kwenye ushawishi wa milima 7 ya dunia. Yani katika ulimwengu. Tulizungumza siku ya kwanza, kasema milima 7 kwanza ni familia.